Tukaenda usiku, tukavunja duka la watu, tukavunja, halafu tukaingia ndani. Wale wenzangu walikuwa watatu, wakaingia ndani. Mimi wakaniacha nje, ninalinda usalama wao walioingia ndani. Nikabaki nje. Wananiamini kwa habari ya kufumusha ngumi John Baliza. Wanapigana ngumi kama jenereta, kunishinda muda tu ya kutosha. Nikabaki nje, nalinda walioingia ndani. Wakapola. Baada ya hapo tukaondoka kama saa 8. Saa 10 hivi nikapiga yowe. Kile kijiji kina yowe ya asili. Aliye mgeni hawezi kujua wanamaanisha nini. Wakipiga wanasema leo kando wakosha. Wakaanza leo kando, na mwingine anaitikia leo kando. Mkisikia hivyo mnajua tayari tu mnatoka ndani, hakuna kubaki ndani. Baba, mtoto, nani, wale wa kiume, wale watoto wa kiume wakubwa kwa wote, anabaki mlala tu ndani. Mama, watoto wa kike, lakini wengine watoto wa kiume wale wakubwa baada ya shule msingi wote. Sasa wanapiga yowe la hawezi. Na kama mwezi mmoja Shemasi, mimi nilishiriki kuua mtu, ameiba godoro. Nakwambia kabisa, kaiba godoro, halafu akafukuzwa, akampata wana kijiji. Na mimi nikiwemo miongoni waliomfukuzia. Tukamtoa nje kidogo, tukampeleka kwenye mpaka wa kijiji. Hapo tukawasha moto, na mimi nikishuhudia na nikishiriki, lakini yale yote hayakunifanya kuwa mwoga, maana ndani kuna asili ya dhambi, wala hayakunifanya kuacha. Baadaye nikaenda kuvunja, maana yake ni ujambazi. Wazee nilikuwa jambazi kwa taarifa yenu. Wazee kanisa, Yesu anatutoa mbali, anatengeneza watu. Amina. Jina la Mungu libarikiwe sana. Amen. Jamani, Bwana asifiwe. Amina. Tukaiba tukaondoka. Saa 10 yote ikaanza. Bukando. Baba akatoka na panga ndani, mwingine shoka, mwingine mkuki, na mimi nikatoka na panga. Bukando nimo na panga, wakati ndiye niliyeiba. Tie jambazi, Bukando, tukaungana. Tukakusanyika sasa, tukafanikia. Mipango ikaanza. Watafuta sasa vijana watatu kama 4 ambao ni hodari watumia baiskeli, washike njia, wengine njia hii, wengine njia hii, wengine njia hii, waende wakatafuta hawawezi. Mimi nikamwambia jamani, tumbo mwisho, na endaje kujihangaisha ndiye niliyeiba. Tumbo jamani, tumbo. Basi mwacheni. Nikarudi. Wakaenda huko wakalejea saa 12. Hauna basi nikatoka hiyo. Huwa nina swali. Hivi pale wangenikamata Baliza, ningekuwa wiki 2 sasa mbeleni, nikakutana na vijana wa kuhubiri Injili. Wanasema Yesu anaokoa. Ukimwamini anakuokoa. Akikuokoa anakubadilisha. Ukibadilika anakuwa mtoto wa Mungu. Jamani, haleluya. Huyu Yesu ni mzuri wapendwa. Vijana msiache kuhubiri. Msiache kuhubiri. Wapendwa, amen. Amen. Nitaokoka. Nitamwamini Yesu. Tangu nimeokoka sijawahi kujuta. Yesu akanibadilisha. Yesu akanibadilisha. Watu waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Mama, basi wapewa uwezo. Hata mwanao, basi wapewa uwezo. Bila uwezo usidanganyike. Amina. Kama mumeo bado yuko chini ya utumwa wa dhambi, mtagombana mpaka utatosha.
huwa nawaambia hivi, mumeo kama anakusumbua, fanya bidii ya kumpeleka msalabani. Mwanao kama anakusumbua, fanya bidii ya kumpeleka msalabani. Pale Yesu ndo alisema imekwisha. Amen. Pale kwenye msalaba ndo alisema imekwisha. Pale ndo alisema imekwisha. Wewe mwanao mpeleke kwenye msalaba. Amen. Pale ndo Yesu alishughulikia matatizo. Mpeleke hapo. Utashangaa Bwana atamuokoa. Amen. Na wokovu huu mtu mwenyewe anaokolewa na Kristo. Amina. Wokovu sio wa kurithi. Amen. Haturithi. Unaweza kurithi mali, kurithi fedha, kurithi nguo na mashamba, lakini wokovu ni mpaka upewe na Yesu. Amina. Mpaka Yesu akuokoe. Haleluya. Amina. Halafu kupatia uwezo wa kushinda dhambi. Ule uwezo wapendwa unatugeuza, unatubadilisha, tunakuwa ni viumbe vipya. Haleluya. Jamani, haleluya. Amina. Tukiwa viumbe vipya sasa tumekuwa ni washirika wa Kristo.